Ili kuwa wa kwanza kwa yote yanayoendelea hapa, usiache kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Pendwa mtazamaji, karibu sana katika kipindi chako kipendacho Hekima ya Biblia. Mwalimu wako leo naitwa mchungaji Dr. Ezekiel Mbwilo wa kanisa la TAG Kijitonyama. Hoja iliyo mbele yetu leo ni swali kubwa juu ya kwa nini kila Mkristo ni lazima abatizwe, au niseme anapaswa kubatizwa. Kwa nini abatizwe? Ubatizo una maana gani? Kwa nini abatizwe? Kwanza tukirudi kutazama maana halisi ya ubatizo. Ubatizo unatokana na neno la Kiyunani ambalo lilikuwa lina maana ya kuzikwa au kuzamishwa. Neno hilo ni baptizo. Sasa hili neno baptizo ni neno la Kiyunani lenye maana ya kuzika au kuzamisha. Kitabu cha Warumi ile sura ya 6, Warumi sura ya 6 mstari wa 3. Mtumishi wa Mungu Paulo anatoa ufafanuzi, anasema hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Mstari wa 4 anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Hii inatupa picha kwamba kumbe kwa Mkristo, Yesu alipoagiza watu wake wabatizwe, alitaka wafanane na yeye, na kwamba wanatoka katika maisha ya dunia na sasa wanaanza maisha mapya katika yeye. Na kwa kuwa wanaanza maisha mapya, lazima ule utu wa kale ambao zamani waliutumikia, ule utu wa kale uzikwe. Na kama Kristo alivyozikwa katika kaburi, akakaa huko siku ya tatu akafufuka, basi vivyo hivyo sisi leo, kila aaminie ni lazima, kwa kuwa amemwamini Yesu, achukue ile hatua ya kuzikwa kama Kristo alivyozikwa, na hatimaye afufuliwe katika upya wa uzima kama Kristo Yesu alivyoelekeza. Kitabu cha Wakolosai ile sura ya 2 mstari wa 12 inatoa ufafanuzi sana wa kina. Inasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kwa hiyo ubatizo unatupa picha kwamba kumbe tunapobatizwa tunasimamia ile alama au tunatimiza lile agizo ambalo Yesu alilihimiza kwamba yeyote aaminie ni sharti abatizwe, kwa maana azikwe kama yeye alivyozikwa, afufuke kama yeye alivyofufuka, lakini sasa aenende katika upya wa uzima. Ni matumaini yangu kwamba kupitia hili angalau umepata picha ya umuhimu wa kubatizwa. Sasa linakuja swali la pili ambalo labda unaweza kulitazama kwa kona nyingine. Unataka kusema kwamba mtu asipobatizwa hawezi kwenda mbinguni? Biblia inaagiza, inasema ni muhimu kutimiza haki yote. Kristo Yesu mwenyewe aliagiza, alimwambia Yohana siku ile Yohana alipokwenda kwa Yohana ili abatizwe, Injili ya Mathayo sura ile ya 7 Mathayo sura ya 3 kuanzia mstari wa 13 mpaka 17. Yesu alikwenda kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana alikataa, akasema siwezi kukubatiza wewe. Mimi Yohana nahitaji kubatizwa na wewe Yesu, wewe ni mkuu kuliko mimi. Lakini Yesu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Ile Mathayo 3:15. Kwa hiyo kubatizo kwa Mkristo ni kutimiza haki yote. Ni kutimiza haki yote. Sasa nimedokeza hapo kidogo kwamba ina maana ukifa hujabatizwa huendi mbinguni? Hapana, hiyo sio, siwezi kukuambia ndio kigezo cha kwenda mbinguni, lakini ni kutimiza agizo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alilihimiza. Mfano mzuri ni huu, yule mwizi aliyekufa siku ile pamoja na Yesu msalabani. Yesu alimwambia, leo utakuwa pamoja nami peponi. Lakini kama Yesu aliagiza kwamba yeyote aaminie ni sharti abatizwe,
basi ukifika mbele za Bwana utaulizwa, niliagiza ubatizwe, wewe kwa nini hukubatizwa? Utapaswa kutoa hiyo sababu, na Bwana mwenyewe hapa anamwambia Yohana inatupasa tubatizwe. Kwa hiyo Mkristo ni muhimu kubatizwa kwa sababu ni agizo la Bwana Yesu. Asante sana. Ili kuwa wa kwanza kwa yote yanayoendelea hapa, usiache kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele.